Sisi wenyewe wanadai wanatusaidia, lakini mimi najua kwamba Marekani ana reserve currency, sisi tunatumia dola yake. Kwa hiyo sisi tunamsupport Marekani, sio kwamba yeye anatusupport sisi. Sisi ndio tunamsaidia. Sasa hii elimu haipo, ni elimu ya finance, international finance. Haipo, watu hawaelewi. Yeye ana reserve currency. Sisi tunapouza kahawa, tunauza kwa dola. Wanatuletea dola ndio tunanazo. Sasa yeye ana reserve currency. Kwa hiyo yeye ana uhuru wa kuchapisha fedha huko Marekani. Sisi hapa Rais Samia hawezi kuchapisha fedha. Wamemwekea watu wa kumsimamia hapa. Sasa wakati wa COVID, Rais Biden aliingia pale akasema amechapisha hela, kila watu akagawiwa hela. Sasa sisi hapa rais wetu angeweza kuchapisha hela za kutugawia? Hawezi. Wanapochapisha hela sasa, maana yake nini? Wanapochapisha hela ambao ni utajiri hewa, haulindwi na thamani ya utajiri uliozalisha, wanaolipa ni akina nani? Watumiaji wa hiyo hela. Kwa hiyo dunia nzima inamlipa Marekani, not the other way round. Na ndio maana mtu yeyote anayejaribu kupinga hiyo, wengi wameuawa. Saddam Hussein aliuawa kwa sababu gani? Si kwa sababu alisema yeye atauza mafuta yake kwa euro, wala kusema anauza kwa hela yake. Alisema mimi nitauza kwa euro. Kichapo. Nilikuwa Umoja wa Mataifa wakati ule tukiwa na Kofi Annan. Tulifanya kila juhudi kumuokoa Saddam Hussein, vilishindikana. Wakaenda kumpiga tabira Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo unakuta kwamba kama wewe unatumia dola, inamaanisha wewe una support uchumi wa Marekani. Kila wanapochapisha hela kule, unalipa wewe. Kwa sababu wakichapisha hela inapungua thamani. Ilikuwa kuna wakati hapo kipindi cha mwezi wa 10 hapo wakasema shilingi imekuwa na nguvu, nikajaribu kupeleka elimu kwenye mtandao. Unakuta wachangiaji 90% hawaelewi hata wanachangia nini. Sisi shilingi yetu tunayoiona imethamanishwa kwa dola. Tunasema iko dollar denominated. Kwa hiyo dola ikipanda na sisi tunapanda nayo. Wakichapisha dola na sisi tunaanguka nayo. Kwa hiyo unaona tunavyomsaidia Marekani.